ile ambayo ilikuwa inasambaza katika idadi ndogo zile za viwanda vidogo vidogo. Sasa hivi ukienda Kibaha, maeneo mengi yameweza kukonektiwa na gesi. Lakini kwenye sekta utalii ndo uko kadhaa, hasa kwa kulengo kuimarisha sekta hii. Kwanza sisi kama tume tunaifanyia uchunguzi sekta hii imekuwa kwa kasi, na katika kukua kwa kasi tunataka kuangalia je, itaakisi na uwezo wa Tanzania na wao kuwa mmoja wapo wa kufaidika katika hii sekta ya utalii, na je kuna maeneo gani ambayo ya kisekta itasaidia pia wazawa wakaweza na wao kunufaika, na hasa vijana. Tunakumbuka kuna sekta moja ya mountain climbing ambao serikali mahususi kabisa hawatoi zile leseni kwa foreigners, na sisi tunataka kuangalia kwamba hilo yoyote ambaye anayeleta miamala ya kutaka kuingia kwenye sekta ya utalii, hilo linatizamwa na kulinda, kwamba asifanye kazi ambazo wazawa hasa vijana wamepewa mahususi kutokana na sheria ili waweze. Kwa hiyo sisi yote hizo tunaangalia, lakini tumepitisha miamala mbalimbali katika kampuni ambayo imeongeza kwa kupitia Mheshimiwa Rais. Ile Royal Tour yake imezalisha sana miunganiko mingi, na nakwambia zaidi ya bilioni 100 katika miamala tu. Sasa hivi makampuni makubwa ya utalii yanakuja kuungana na makampuni madogo ya utalii ya Tanzania ili waweze kuongeza ufanisi, kwa sababu sasa hivi tumetanuka na biashara imeshamiri. Kwa hiyo kwa kupitia hizi safari camps na lodge, kuna kampuni kubwa ya kimataifa inaitwa Michelin BF ambayo inainunua kampuni ya RM Tanzania Specialist Limited ambayo itatoa huduma za uendeshaji wa utalii. Aidha, kuidhinisha kwa miungano hii kunachangia kukuza uwekezaji endelevu unaoendana na juhudi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kampeni yake ya Royal Tour kama nilivyosema, ambayo inalenga kuitangaza Tanzania kimataifa na kuongeza idadi ya watalii wanaoingia nchini, na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi na kuunda ajenda kuu ya sekta ya utalii. Hivyo tumefanya miamala ya sekta ya afya. Wengi wanakumbuka kampuni hospitali kule Dar es Salaam ya Legends Hospital Medical Hospital ambayo ilikuwa imefika sehemu imelemewa, fedha ambao zikawa hamna na huduma haikuwa sahihi. Kuna kampuni moja ambayo kutoka kule Zanzibar ambayo inamilikiwa na Malaysians wameweza kuinunua ile kampuni ile hospitali, na sasa tunaifuatilia yale maboresho ambayo tulikuwa tumewaelekeza kwa kupitia kuchakata muamala ule unafuatwa na unafanya kazi. Lakini kuna makampuni kama ya Hunawell Farmers ambayo nayo ni makubwa sana na anaweza hata kujenga maviwanda kutokana na ukubwa wao, na kwa kupitia mamlaka ya dawa na vifaa tiba tumeweza kuifuatilia muunganiko wa makampuni hayo. Lakini tumefanya sekta ya fedha. Katika sekta ya fedha, wengi kama mnaifahamu, kuna kampuni inayohusu Solen Investment na Habibu African Bank ambayo na yenyewe imepatikana mitaji ya kuweza kuendesha benki ile. Ina maana sasa kwa juhudi hii serikali imezuia mitaji isifilisike kwenye ile kampuni. Kwa hiyo ina maana wale waliokuwa wameweka fedha katika benki hii wataendelea kufanya biashara na miamala yake. Tumefanya muamala wa kampuni ya kidigitali ambayo inatoa usalama na ufanisi wa miamala ya kidijitali katika sehemu za finance. Hata hivyo, kwa haya yote na mengi ambayo tume kuanzia kuanzishwa kwake mpaka sasa imechakata miamala mingi, tumepewa jukumu la kudhibiti bidhaa bandia. Na katika jukumu hile kwa kudhibiti kwa mujibu wa sheria, biashara halali zinabaki na mapato yao faida, lakini jambo linalochangia
kuchochea uwekezaji zaidi, kuongeza ajira na kuendelea ubunifu.